watu wote wa Goba mpakani, tunapenda kuwakaribisha katika viwanja hivi. Siku ya leo tumeanza mkutano wetu wa neno la Mungu, mkutano wa Injili. Mahali hapa tuko kwa siku 5, tutamaliza Jumapili. Wewe unasikia sauti hii, tunakukaribisha mahali hapa, njoo usikie neno la Mungu. Lakini tunatoa maombi na maombezi. Njoo usikize Mungu anasema ni kwa ajili ya maisha yako, na kama una mahitaji, unataka maombi, sogea mahali hapa. Yesu Kristo yupo, atakuponya. Na kwa sababu tumechelewa kuanza kutokana na mazingira, naomba moja kwa moja wakati huu tutakwenda kwenye neno la Mungu. Na kwa sababu hiyo ninapenda kumkaribisha mtumishi wa Mungu, ndugu yetu na mhubiri wetu Ayuni. Karibu sana na Mungu akubariki. Naomba makofi mengi kwa mhubiri wetu, naomba makofi mengi kwa mhubiri wetu. Asante kwa Yesu, asante kwa Yesu, asante. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Haleluya. Amen. Basi nami napenda kumshukuru Mungu siku ya leo ambapo Mungu amenipa neema na kibali, na pia namshukuru mchungaji Bonifasi na kanisa lake kwa kuweza kunipa kibali cha kuweza kufanya mkutano. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi kwa jina naitwa mtumishi Haruni, namtumikia Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ameniokoa katika dhambi, na wewe ambaye unasikia sauti jioni ya leo, mahali utakapochukua hatua ya kumwamini Yesu, atakuokoa kama alivyoniokoa mimi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neema Mungu nimekuja, lakini pia nimekuja na mke wangu huyo. Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi kwa muda twende tukasome neno la Mungu, kitabu cha Isaya 53 na ule mstari wa 5. Biblia inasema kwamba bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Baba, asante kwa neema yako jioni ya leo. Mungu, tunaikabidhi mbele zako na mkutano huu, ufalme wako katawale mahali hapa na amani, katika jina la Yesu. Watu wote sema amen. Tumepona. Isaya ni mtumishi wa Mungu, Isaya ni nabii. Isaya anatabiri juu ya ulimwengu, juu ya wanadamu wote ambao wanaishi katika dunia. Wanadamu hawa walikuwa wanaishi katika maisha ya dhambi. Wanadamu hao walikuwa wamepotea katika dhambi. Wanadamu hao walikuwa hawana msaada tena. Wanadamu hao walikuwa wamepotea katika maovu. Lakini Biblia inasema kwamba Isaya anatabiri kuhusu dunia. Isaya anatabiri kuhusu mwanadamu. Biblia inasema kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Biblia inazungumza kwa habari ya Yesu Kristo. Biblia inasema kwamba Yesu alipigwa kwa ajili ya makosa ya wanadamu. Yesu Kristo alichubuliwa. Yesu Kristo alichubuliwa. Yesu Kristo alipigwa. Biblia inasema kwamba kwa kupigwa kwake tumepona. Na Biblia inasema kwamba wakati Yesu anateswa na pigwa na kumewa mate, Biblia inasema kwamba Yesu hakurudisha, Yesu hakujibizana nao. Lakini Biblia inasema kwamba Yesu Kristo wakati anachubuliwa, Yesu Kristo wakati anaenda msalaba, Biblia inasema kwamba Yesu alibeba makosa ya wanadamu wote. Yesu Kristo alibeba adhabu ya wanadamu wote. Na ndio maana Biblia inasema kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Maana yake ya kwamba ile adhabu ambayo Yesu alibeba ilikuwa inapaswa wanadamu wote wabebe, kwa sababu wanadamu waliishi maisha ya dhambi, kwa sababu kwa makosa yao ile ghadhabu ambayo wanadamu walipaswa kupitia ile ghadhabu. Biblia inasema kwamba kwa upendo wake Yesu Kristo akasema kwamba yeye atashuka duniani ile adhabu ambayo kila mwanadamu ilipaswa abebe.
Biblia inasema kwamba Yesu akasema ile adhabu yao, mateso yao nitakwenda kuyabeba mimi. Yesu Kristo akashuka duniani, na ndio maana Biblia inasema kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sikiliza jioni ya leo, nina habari njema ya Yesu Kristo. Biblia inasema kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Maana yake ya kwamba ghadhabu yote mwanadamu ilikuwa inatakiwa aibebe, lakini Biblia inasema kwamba Yesu kwa upendo na huruma zake, Yesu akasema nitakwenda kuibeba adhabu yake. Adhabu yote ya wanadamu nitakwenda kuibeba. Sikiliza jioni ya leo, ndugu mwanaume, mwanamke, nina habari njema kwamba Yesu Kristo alibeba mateso yako. Yesu Kristo alibeba aibu yako. Yesu Kristo alibeba adhabu ile ambayo wewe na mimi ilikuwa inataka tuende kuipata kule jehanamu. Na ndio maana Biblia inasema kwamba watu waliompokea Yesu Kristo, watu waliomwamini Yesu Kristo, Biblia inasema kwamba hawatahukumiwa kwa sababu wamemwamini Yesu Kristo. Watu waliomwamini Yesu Kristo hawatahukumiwa kwa sababu walimpokea Yesu Kristo. Sikiliza nikwambie jioni ya leo, ikiwa Yesu alibeba adhabu yote, ikiwa Yesu aliyabeba mateso yake, sikiliza nikwambie, kama utamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, manake yale mateso ambayo Yesu aliyapitia utakwenda kuyapitia jehanamu. Sikiliza nikwambie jioni ya leo, Yesu alipigwa ili tusiende kupigwa jehanamu. Yesu Kristo alipigwa ili ya kwamba tusiende jehanamu. Biblia inasema kwamba alichubuliwa. Sikiliza nikwambie, bado nafasi ya kumwamini Yesu Kristo ipo. Leo utakapomwamini Yesu Kristo hautakwenda jehanamu, kwa sababu Biblia inasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Na ndio maana Biblia inasema kwamba sisi tumwamini Yesu Kristo hatutakwenda jehanamu. Maana jehanamu ni mahali pa mateso, jehanamu ni mahali pa mateso, ila kwa sababu tumemwamini Yesu Kristo hatutakwenda jehanamu. Na ndio maana Biblia inasema kwa kupigwa kwake tumepona. Sikiliza ni Yesu akaanguka na msalaba, Yesu akurudisha matukano. Yesu alimtukana, Yesu alimpiga kwa mtemea mato, lakini Yesu akurudisha kwa sababu alikuwa anajua kwamba anaenda kuokoa ulimwengu, anakwenda kuokoa ulimwengu. Sikiliza nikwambie mwanamke, sikiliza nikwambie unaisikia jioni ya leo, yuko Yesu jioni ya leo. Utakapomwamini hautakwenda jehanamu, hautakwenda jehanamu. Na ndio maana nasema kwa kupigwa tumepona. Na utakapomwamini Yesu Kristo utapona na jehanamu, lakini ukikataa kumwamini Yesu, jehanamu utaenda utake usitake. Haleluya, haleluya. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Yesu mwenye huruma, mwenye upendo, alibeba adhabu yote ambayo mwanadamu ilitakiwa ipitie. Alibeba adhabu zote ambazo mwanadamu ilitakiwa zipitie. Hizi adhabu ambazo Yesu alizipata, manake ilikuwa inatakiwa mwanadamu aweze kuzipata katika jehanamu, lakini kwa upendo wake akasema Yesu atakwenda kuyabeba mateso yote. Yesu aliyabeba mateso yote kwa ajili yako mama, kwa ajili yako baba, ili ya kwamba utakapomwamini Yesu, ili usiende jehanamu kuteseka. Sikiliza nikwambie, Yesu ni mwokozi wa ulimwengu. Yesu ni mwokozi wa ulimwengu. Hakuna mwokozi wa yote isipokuwa ni Yesu Kristo, isipokuwa ni Yesu Kristo. Yesu aliyeteswa pale msalabani, Yesu aliyebandikwa kama mshikaki,